Hata Biblia itambui wanaume. Watoto ndio wa mama. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi. Naye amejaa taabu. Naye huchanua kama vile ua kisha hukatwa. Hukimbia kama kivuli wala hakai kama. Huyo ni mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke. Siku zake ni chache mno. Siku hizi ni chache anazifafanua Petro mtume akisema katika Petro kwanza sura ya 2 mstari 11 anasema siku zake ni chache, anasema yeye ni mpitaji na msafiri hapa duniani. Kwa hiyo hapa duniani sio kwetu. Hapa sio kwetu, hapa tunapita tu. Na ndio maana Petro anasema ajitahidi kuwa na mwenendo mzuri, akae na mche Mungu. Kitu kimoja ambacho leo kinashinda wanadamu wengi ni kumcha Mungu. Kumcha Mungu sio kwenda kanisani. Watu wanaenda kanisani wengi sana. Na hata nimepita hapa nimeona majengo makubwa, makanisa yanajaa, yana watu wengi. Kumcha Mungu sio tu kwenda kanisani, ijapokuwa hii ni sehemu. Kumcha Mungu kumeelezwa maana yake katika kitabu kile cha Mithali sura ya 8 mstari 13. Kumcha Mungu ni kuchukia maovu. Ni kuchukia maovu, kiburi na majivuno na njia mbaya. Hiyo ndio maana kumcha Mungu. Sio kwenda tu kanisani. Kwa sababu dhambi zote asili yake ni shetani. Na mtu yeyote anayetenda dhambi, Biblia sema wazi mshahara wake ni mauti. Na mauti inayozungumzwa hapa sio kifo hiki tunachozungumza hapa. Ni mauti ya pili, ziwa la moto. Kwa hiyo tunapoenda kanisani tuelewe wazi. Habari ya kwenda kanisani au na swali au unaenda popote lakini unaendelea na dhambi, uelewe wewe hujaamua kumcha Mungu. Aliyekuwa na mcha Mungu aliyezungumza mfano ni Ayubu. Shetani anamuuliza umetoka wapi? Mungu anamuuliza shetani umetoka wapi? Anamwambia nimetoka huko na umemwona huyu Ayubu mtumishi wangu. Hakuna mtu kama yeye, mwelekevu, mtu anayemcha Mungu na kuepukana na njia mbaya. Kwa hiyo watakatifu ambao wamekusanyika hapa Nyamongo, ninataka niseme kitu kimoja nikiwakumbusha kwamba mnatakiwa kurejea kwa Mungu aliyowaumba na muachane na dhambi katika maisha yenu. Amen. Kuacha dhambi inawezekana kabisa. Kabisa. Inawezekana kwa sababu nimeokoka nikiwa na miaka 22. Mimi nikizungumza dhambi zangu ambazo kwa nazifanya, hizi za huyu ni kama mtoto. Ni vidogo hivi, hizi ni ndogo hizi. Kwa sababu mimi nimeishi Tarime nikiwa kwanza kwenye jamii ya watu wenye hela. Mimi dhambi zangu kufanyia miji mikubwa kama Nairobi. Maovu ya machukizo yasiyofaa. Unakaa kwenye makasino, wanawake wanacheza uchi pale, unakunywa pombe, unaangalia vitu vichafu. Yaani havifai hata kutajwa. Vitu ambavyo leo vimezagaa katika ulimwengu wa sasa. Vitu vinavyoonekana kawaida hata katika vizazi vya leo. Leo binti kucheza chupi, anacheza na chupi, watu wanao kawaida tu. Mimi hata naogopa kusafiri na magari, hasa haya mabasi. Naona aibu. Utasafirije? Una mtoto wa kike, watoto wanacheza pale uchi. Nashangaa. Jamani, Mungu atusaidie. Haya maovu mpaka lini? Leo tunasikia mambo machafu. Wa baba wamebaka, eti baba amebaka mtoto wake aliyezaa wa kiume miaka 3, amembaka, amemlawiti. Shindo hata kuelewa. Hata Mungu hafanyi hayo. Kwa sababu Biblia inasema wazi, wazinzi wanafananishwa na mbwa. Lakini sijawahi kuona mbwa anabaka mtoto wake. Hata mtoto wa mbwa mwingine habaki. Lakini wanadamu leo wanabaka vitoto kama hivyo mpaka mwaka mmoja. Leo nilikuwa nasikia kwenye taarifa habari, unasikia kule Kongo askari wanabaka mtoto wa mpaka mwaka mmoja. Jamani, hizi dhambi hata Sodoma hazikuwepo. Hazikuwepo. Maovu yanayotendeka leo ni mabaya ambayo hayana mfano.
na hasira ya Mungu imekaribia sana. Lazima Mungu adhibu dunia hii. Na ndio maana kwa hasira unaweza kuona kama juzi tu, unajua mvua imenyesha, mmeanza kusahau. Hapa juzi watu walianza kuogopa, sema twende kanisani tusali. Hali ni hatari. Mungu amekasirika. Jua lilikuwa linawaka, nikakumbuka Biblia sema watajenga nyumba na watakaa ndani yake. Maana ukiingia ndani ya nyumba utakama uko kwenye tanuru la moto. Siku hizo zinakuja watu hawatavaa nguo hizi. Watavua hizi nguo, watu tutembea uchi. Maana jua litakuwa kali, mfano wake haujawahi kuwepo. Tunaweza katika kitabu cha Ufunuo, yule mpinga Kristo atakapokuja atalishusha jua chini. Watu wataungua, wanadamu watajutia. Watajutia, nikwambie. Wengi watalaani matumbo ya mama zao kwa nini walizaliwa. Na watasikitikia maisha yao. Nikwambie hivi, sikiliza. Hii nafasi unayoipata kama leo ni onyo tu kwa Mungu. Kwamba mtu anapokufa namna hii, anakuambia vijiandae. Bado wewe, bado mimi. Kwa sababu hapa wote lazima tupite twende. Lakini Daudi anakuja kufafanua zaidi. Anaeleza siku za mwanadamu ni miaka 70. Akiwa na nguvu ni miaka 80. Lakini imejaa tabu, shida. Hata hapa tulipo hapa kuna watu wana magonjwa ya moyo. Kuna watu wana pressure. Kuna watu wana kisukari. Kuna watu hawalali. Hapa kuna mshirika mmoja alikuwa ananipigia sema, sasa pasa ninaumwa sana. Saa hizi macho yangu nalala kitandani mpaka kuna kucha sijalala kabisa. Maana yake ninaumwa sana, amejaa taabu. Unajua mwanadamu anapozaliwa anachanua kama maua. Maua yanapochanua ni mazuri. Lakini anapopigwa na jua yanabadilika. Ukiangalia wazee wenzangu walio hapa, nikiwa mimi ni mmoja wapo, wengi hapa hata asubuhi tulipokuwa tunaoga, tulipovaa, hatukujiona kwenye kioo. Uongo kweli? Kwa nini ukujiona? Maana ukiangalia kwenye uso ni kama unalia. Ukiangalia kwenye kioo unaona kama unalia. Unafikiri tofali moja ambayo ifiatuliwa alafu ikanyeshwa na mvua haijakauka. Kioo kinawafaa vijana na watoto wadogo, vijana wadogo na wasichana. Rafiki wa vioo ni vijana, sio wazee. Wazee wanaogopa kioo sana. Ni ukweli. Sasa akijiona anafikiri sio yeye. Sasa ngoja nione mara ya pili. Hivi ni mimi kweli? Alikuwa anazungumza hapa Pastor Bishop Beseba kwamba wakati ule hakuwa hata na mvi, hakuwa hivi, lakini leo angalia jinsi alivyo. Maisha haya yamejaa taabu. Anachanua kama ua ananyauka. Ni miaka 70. Ndio maana niliungana sana na diwani wetu alipokuwa anasema kwamba si kweli kwamba Mungu amewapenda sana. Nikwambie hivi, saa hizi Biblia inasema akiwa na nguvu, maana yake ukijizuia katika mambo mabaya, ukawa na nidhamu katika maisha yako, ukala vyakula kwa uangalifu, ukaacha vitu vya ovyo kama pombe, ulevi, sigara, bange, haya mambo mabaya na dhambi za washerati, uzinzi, wizi, ujambazi, ukiacha haya mambo maovu, unaweza ukaishi miaka 80 au zaidi hapa. Amen.